Bwana Yesu asifiwe. Karibu mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya CAM Charitable Agromission TV ya ujumbe wa sasa. Leo tutakuwa katika wilaya ya Namtumbo na shule ya sekondari Mgombasi kuangalia kazi ya utume inavyoendelea katika wilaya ya Namtumbo. Tuombe. Tunakushukuru Baba wa mbinguni. Wewe unatupenda na unapenda tujifunze kwako ili tuna tabia yako. Ukatufundishe siku ya leo kwa jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Isaya 60 fungu la kwanza na la pili kinasema, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Mpenzi mtazamaji, wewe ambaye ni Mwadventista, mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato, na wewe ambaye ni shemase, na wewe ambaye ni mzee wa kanisa, na wewe ambaye ni mkurugenzi pengine wa shule Sabato, chukua nafasi hii na wewe kuomba nafasi bila kusubiri kwamba utapewa nafasi hiyo na kanisa au na shirika fulani au na conference kwamba uweze kwenda pale kwa ajili ya udhamini. Chukua nafasi hii wewe mwenyewe, omba nafasi katika taasisi hizi za shule na vyuo vilivyo karibu na wewe, hasa shule za sekondari na shule za msingi. Utapewa wakuu, au ukiwaona wakuu wa taasisi hizi watakupatia, na utaweza kuabudu pamoja na watoto hawa kwa ajili ya kuwafundisha neno la Mungu. Mwaka jana, mwaka 2024, tuliweza kupata shule hii ya Mgombasi ambayo ina wanafunzi karibia zaidi ya 500, ambao Adventista ni mmoja na wale ambao ni madhehebu mengine nao ni wachache, si zaidi ya 30. Na tulipata nafasi hiyo kwa ajili ya kuwatembelea siku ya Ijumaa, na huwa tunafanya nao ibada. Sasa wanafunzi hawa wamekuwa wakijifunza masomo ya sauti ya unabii, na wengine 17 tayari wamesha hitimu. Lakini katika shule hii pia tulikuwa tunajifunza amri za Mungu. Kupitia masomo hayo tulijifunza pia nyimbo. Kwa hiyo tutaenda kuangalia programu fupi ambayo inaweza kukutia moyo na wewe mazingira uliopo, ili uweze kuona ugumu wa neno la Mungu unavyokuwa, na vile ambavyo sisi tumekaa tukifikiri kwamba pengine kuna mtu mtaalamu anayeweza kuiendesha. Ni sisi hawa. Kwa mazingira uliopo mpendwa, jisikie kabisa kwamba nenda kaombe ili uweze kuwa unajifunza na watoto hawa. Unawapatia neno la Mungu, wanajifunza, na wewe pia utakuwa imara zaidi, kama ambavyo Biblia inatuelekeza kwamba sisi pia tunapojifunza na wenzetu tunazidi kuelewa zaidi. Tufanye kazi hii kwa ya kwanza, kwa sababu Kristo sasa yuko patakatifu anamalizia kazi yake. Kabla Yesu hajarudi akute tayari ulimwengu wote umeshatangaziwa nuru hii kutoka kanisa la Adventista wa Sabato alilochagua Bwana kufanyia kazi yake. Karibu. Nikutie moyo kwamba wewe ambaye ni mshiriki, ni mwinjilisti, uko katika mazingira nyumbani kwako, na karibuni hapo na nyumbani kwako kuna shule au kuna taasisi yoyote, basi omba nafasi kwa wakuu na wahusika wa taasisi hiyo ili upate angalau siku moja kwa ajili ya kufanya nao ibada. Angalau katika taasisi za shule, watoto hawa wakianza wadogo, kuanza kuambiwa amri za Mungu, kuanza kuoneshwa vile ambavyo Mungu anatujali, jinsi ambavyo Kristo alitufia, na kuanza kuwekwa hofu juu ya dhambi na kuweka nidhamu katika mambo ya kiroho, basi itawasaidia katika maisha yao ya sasa na maisha ya milele. Mungu wa mbinguni akubariki na kukaribisha sasa tunapoingia katika programu hii fupi. Na tumwabudu kwa sauti kubwa, tuanze. Na tumwabudu huyo mfalme, sifa za nguvu zake zivume, ni ngao ni ngome yeye milele, ndizo sifa zake kale na kale. Upe moto wa uhai ulioangaza amani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Sifu, twende. Sifu
popote, wa juu pia asifuni, Baba, Mwana naye Nani anaweza akatuambia Biblia ina vitabu vingapi jumla? Wewe hapa Biblia ina vitabu vingapi? Wewe anasema 27. Mwingine? Biblia ina jumla vitabu 66. Sema kwa sauti. Biblia ina jumla vitabu 66. Sauti haisikiki sasa huko. Vitabu 66. Vitabu vingapi? 66. Biblia ina vitabu 66. Biblia ina maagano mangapi? Biblia ina jumla ya maagano mangapi? Wewe hapa? Mawili. Sema amina. Amina. Agano gani na agano gani? Agano la kale na agano jipya. Agano gani? Agano la kale na agano jipya. Ndio maana kaka hapa amesema vitabu 27. Maana yake ni vitabu vya agano jipya. Viko 20 ngapi? 27. Alafu vitabu 39 agano La kale. haya. Nyingine. Amri za Mungu ziko ngapi? Ngapi? Nani atusaidia? Nyuma kabisa kule. 10. Ziko ngapi? 10. Amri ngapi? 10. Amri za Mungu zinaonesha tabia ya nani? Ya Mungu. Na Mungu anataka wote tuwe kama yeye. sawa. Biblia imeandikwa na vidole vya wanadamu, lakini hao wanadamu walipewa uwezo wa Mungu. Hawakuandika maneno yao, si ndio? Ndiyo. Hayo maneno yanafanana, hayatofautiani hata kidogo, hata Kidogo. Sasa, kwa nini Mungu amewapatia watu maneno hayo ili waweze kutoa katika ulimwengu? Hayo maneno yana msaada gani? Biblia ina msaada gani? Kwani Biblia ipo? Na tusaidie. Vitabu vingine vipo, Kiswahili, physics, chemistry, lakini Biblia kwa nini ipo? Na ajaribu. Jaribu. Ili kutufundisha njia ya Mungu. Ipo ili kufanyaje? Kutufundisha njia ya Mungu. Biblia ipo ili kutufundisha njia ya nani? Ya Mungu. Lingine. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Hilo swali tunajifunza sana. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Nari? Sema kwa sauti wote. Yesu alikuja kukomboa wanadamu, si ndio? Ndio. Haya. Swali lingine. Nani anaweza kataja amri 10 zote? Hata kama sio mpangilio, lakini akataja zote. Hata kama hatapangilia vizuri, ila akataja zote. Nani? Ajitolee mmoja basi. Ataje zote kama tulivyojifunza kwenye Biblia. Haya sasa. Kabla ya hapo, amri 10 zinapatikana kwenye kitabu gani? Zimeandikwa kwenye kitabu gani? Kiswahili, physics, chemistry au geography? Nani atuambie ni kitabu kipi kilichoandika amri za Mungu peke yake? Sema kwa sauti. Kwenye Biblia pekee ndio imeandika amri za Mungu. Kwenye Biblia katika kitabu kipi amri za Mungu zimeandikwa? Jamani wengine wako wapi? Agano la kale kitabu gani? Katekisimu ni kweli au vipi? Katekisimu ni kitabu cha Biblia? Hapana, ni kitabu kimeandikwa na wanadamu tu, sio cha Biblia, sawa? Haya, kwenye Biblia agano la kale
Sema kwa sauti. Kutoka. Kutoka. Kitabu cha Kutoka ndio kimeandika amri za Mungu sote kwa sehemu moja. Sawa? Na vitabu vingine vimeandika lakini Kutoka imepangilia. Sawa? Haya, Kutoka sura ya ngapi? Sura ya ngapi? Mbona wengine hawaonekani hapa? Sura ya ngapi? Sema kwa sauti bwana. 20. Sura ya ngapi? 20. Fungu la ngapi hadi la ngapi? Limeandika amri 10 za Mungu. Nyosha mkono useme hata kama unarudia sio mbaya. Sura ya ngapi? Fungu la ngapi hadi la ngapi? Fungu la 3 hadi la 17. Sema kwa sauti. Fungu la 3 hadi la 17. Fungu la ngapi? La 3 hadi la 17. Haya, sasa kabla hatujaenda kufunua Kutoka 20 fungu la 3 hadi la 17, tunataka mmoja atutajie sasa hizo amri. Ataje zote. Huyo anatutajia amri 10 za Mungu anazozifahamu yeye, ambazo zimeandikwa kwenye kitabu cha Kutoka 20 fungu la 3 mpaka fungu la 17. Haya. Sema kwa sauti sasa. Sema unazozikumbuka. Usiabudu sanamu. Ya pili, usitajibu jina la Bwana. Ya 3, usiue. Ya 4, usizini. Ya 5, usiibe. Ya 6, usimshuhudie jirani yako uongo. Ya 7, usitamani mali ya jirani yako. Ya 8, uheshimu baba yako na mama yako. Ya 9, ikumbuke siku ya Sabato nayo utakase. Ya 10. Nani amsaidia ya 10? Usiwe na miungu mingine. Usiwe na miungu mingine ila Bwana. Tuseme amina. Amina. Jina lako unaitwa nani? Justin Patrick. Unaitwa? Justin Patrick. Justin Patrick. Wewe tunaomba utusaidie kujua, sawa? Ni jambo gani ambalo Mungu analipenda kwa mwanadamu akilifanya? Hilo jambo ni ombi. Yaani maombi mengine yote ukiomba Mungu anaweza ukaona kama amekucheleweshea, lakini hilo ombi ukiliomba muda huo Mungu analijibu. Ombi gani? Kuomba msamaha. Sema kwa sauti. Kuomba msamaha. Kuomba Msamaha. Sema amina. Amina. Jina unaitwa nani? Wisdom. Wisdom, kwa swali moja tu tunahitaji utusaidie na sisi tuweze kufahamu. Sawa? Kabla ya kwenda kulala na kabla ya kuamka kuanza shughuli asubuhi, kuna jambo tunatakiwa kufanya. La kwanza ni jambo gani? Kuomba. Sema kwa sauti. Kuomba. Kuomba. Tumpa amina. Amina. Jina unaitwa nani? Grace. Grace, wewe tusaidie jambo moja tu. Sawa? Mungu alimchagua Yesu ili aweze kufia dhambi zetu. Ili sisi tutakapokuwa tukipiga magoti na kuomba Mungu aweze kutusamehe dhambi. Sawa? Sasa tunapokuwa tumetenda dhambi, ili tuombe tusamehewe, tunaomba kwa nani? Ni mtu gani ambaye tutakaye twende tumuombe kwake? Nani ambaye tutakaye twende tumuombe kwake moja kwa moja? Mungu. Nani? Mungu. Tumpa amina. Amina. Kwa hiyo tukiwa tuna shida zetu, tunakaa sisi wenyewe, tunaingia eneo gani? Biblia imesema kwenye kitabu cha Mathayo tujifunza. Unaingia wapi? Tujifunza wiki iliyopita jamani. Utakapo kusali, ingia wapi? Chumbani. Sema kwa sauti, ingia wapi? Chumbani kwako. Ili umwambie Baba ambaye anajua mambo yetu yote aweze kutusaidia. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwamini. Nikushukuru wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kuangalia video hii. Nikutie moyo pia kwamba na wewe jisikie sasa
kupanga wewe mwenyewe kwa mali yako, kwa muda wako, kwa ajili ya kutembelea taasisi hizi, taasisi za shule na taasisi zingine ambazo ziko karibu na wewe, ambazo unaweza ukapata muda wa kufanya ibada, wa kufanya maombi, wa kuzungumza na watu wa taasisi hiyo katika kipengele cha neno la Mungu. Basi Mungu wa mbinguni akutie moyo na azidi kukuongoza.